ufungue masikio yetu ya ndani ili tukaweze kusikia na kuelewa kutoka kwako, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Leo tutajifunza katika kitabu cha 1 Peter chapter number 1 verse 15. Biblia inasema, bali kama yeye aliyeitwa alivyo bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, nyinyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Wacha nirudie. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, nyinyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Sasa Biblia inatuambia tukue watakatifu katika mienendo yetu yote. Si eti uwe mtakatifu katika this extent ama katika kiwango hichi ama katika kiwango hichi. Hapana, ni katika mienendo yetu yote. Utapata mtu ameokoka, lakini yale yenye ambayo anafanya ni tofauti. Mtu ameokoka lakini yeye ni mtu wa kuvunja nyumba za watu, ni mtu wa masengenyo, ni mtu wa wivu, amejaa chuki, yani yeye amejaa vurugu tu. Yani hata akionekana mahali, kunaonekana hapo mahali si salama. Kwa sababu gani? Yeye ameenda kuwekelea maneno hapo, vurugu za kuwa watu wakosane. Biblia inasema, bali kama yeye aliyetuita alivyo mtakatifu, sisi nasi tuenendo katika mienendo hiyo hiyo ya utakatifu. Wewe jiulize, yale yenye unayafanya ni ya utakatifu? Yale yenye ambayo unayafanya wewe, zile tabia zenye ambazo ni uko nazo, ni za utakatifu? Yale unayofanya sirini, kwa sababu kuna watu wanafanya vitu vyao sirini, hata hawataki kujulikana. Wewe hutaki kujulikana? Mungu anasema kabla hatujatungwa mimba, yeye alitujua. Sasa wewe kama mtu alikujua hata kabla hujawekwa mimba, yani hata kabla babako na mamako hawajaamua kuwa tutaoana, walijua kuwa kuna mtu anaitwa Chimera, walijua kuwa kuna mtu anaitwa John, walijua kuwa kuna mtu anaitwa Mary. Kabla hata hatujazaliwa, Mungu alituumba. Leo hii Mungu alitujua. Leo hii wao nasema wacha nifanye vitu hapa sionekani. Biblia inasema tukue watakatifu katika mienendo yetu yote. Sasa najua huenda kuna vitu zenye ambazo zinakujudge wewe ama mimi. Unajua kabisa hapa mimi nimefanya kitu chenye ambacho hakijampendeza Mungu. Unajua, si eti hujui, unajua kabisa hichi chenye kimefanya hii ni makosa, umekosea mwingine. Unajua, si eti hujui, unajua. Ona, njia ni moja tu, ni ya kutubu. Njia ni moja tu peke yake, ni ya kutenda mema. Mkubali Yesu katika maisha yako kiukamilifu, na utende yaliyo ya Mungu. Uenende katika utakatifu kama yeye alivyotuita. 1 Peter chapter number 1 verse 15 inasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, nyinyi nanyi iweni watakatifu katika mienendo yenu yote. Kutoka tuseme hati kutoka jana ni mbali. Kutoka asubuhi mpaka saa hii
Hebu jiangalie, umekwaza wangapi? Hebu jiangalie, umesengenya wangapi? Hebu jiangalie, umetenda maovu mara ngapi? Umewaza kwa sababu Biblia inasema kutenda dhambi si kutenda tu, hata ile process ya kuwaza. Biblia inasema ukiangalia mwanamke kwa kumtamani, already umefanya uzinifu na already ni dhambi. Sasa kitu yoyote Biblia inasema usitamani. Usitamani mali ya mwenzako. Sasa kama kutoka asubuhi, nimesema kutoka jana ni mbali, ninasema kutoka asubuhi, wewe unaona umekosa mara ngapi? Biblia inasema iweni watakatifu kama yeye aliyetuita alivyo mtakatifu. Lakini sisi tumekaa tu hapa, tumejaza tu ma excuse. Ikifika mambo ni ya kwenda kanisani Jumapili, mimi nimechoka, niko na manguo nataka kufua. Yaani ile siku moja yenye ambayo ndio inatakana tukaungamane na wenzetu, hiyo siku moja wewe una plan mambo yako. Biblia inasema iweni watakatifu kama vile Kristo alivyo mtakatifu. Sasa kama wewe aliyekuita ni shetani, fuata mambo yake, utajionea. Lakini kama uliitwa na Mungu, kwa sababu kuna wengine wanajua kabisa aliyewaita ni Mungu, wanastahili kufanya kazi ya Mungu, lakini wako busy kugonganisha nyumba za watu. Wako busy kuambia wengine ni wachawi. Utakatifu wako wewe uko wapi? Uko busy unaenda kugonganisha mzazi na mtoto. Wewe unajua uendelee kwa sababu babako alikupeleka ABCD. Yaani uko busy unagonganisha familia. Halafu unajiita mtumishi wa Mungu. Biblia inasema chunguzeni kila roho. Chunguzeni kila roho, maana zingine huenda zimetoka kwa ibilisi. Unanielewa? Sasa iweni watakatifu kama vile Kristo alivyo mtakatifu. Wacheni tuamini Mungu na tuombe. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya neno lako. Wacha neno hili Baba liwe taa ya miguu yetu, likapate